Okay, ladies and gentlemen. Sasa tuendelee pale tulipoishia baada ya kuwa tumeangalia zile terminologies za msingi za kuelewa kwenye soko la futures, hasa kwenye broker yetu ya Binance. Napenda kuita broker lakini jina lilozoeleka tunasema ni exchange. Sasa tuangalie kitu cha msingi kabisa ambacho kila mmoja wetu anatakiwa kuelewa. Kuna kitu kinaitwa order types and order book. Unajua order types, yani kiufupi ni kwamba ni yale maelekezo ambayo tunayatoa sisi kwa exchange ya Binance au exchange nyingine yote. Tunachukulia Binance kama mfano kwa sababu Binance ndo mfumo ambao unaotumika katika Binance. Exchange nyingi zinatumia mfumo kama huo except exchange ya Bybit ndo ambayo kidogo imeenda tofauti. Kwa sasa order manake ni maelekezo tunayoyatoa kwa exchange ili ifungue order au biashara kwa bei tunayoitaka. Sawa? Yaani maana mimi nataka bei fulani, uelekeo fulani. Sasa hiyo ndo order. Sasa kuelewa order types ni muhimu kwa sababu ndiko kunako kusaidia kudhibiti bei ya kuingia sokoni. Yaani bei ya entry point lakini pia na exit point. Sawa? Kwa tuna aina nyingi za order types. Tutaenda kuziona. Kwa mfano tukianza na market order. Market order ni aina ya order ambayo inanunua na kuuza mara moja kwa bei iliyokuwepo sokoni. Yaani bei ile ile iliyokuwepo sokoni ndio inanunua. Kwa mfano BTC akiwa dola itwashu 110. Na ukataka kuingia sokoni haraka kwa muda huo, unaingia na una press position yako kulingana na uelekeo wako wa soko uliouona. Soko linaenda. Kama lina short na uka press short position, kama lina long na uka press long position. Sawa? Kwa itanunua immediately lakini pia itauza immediately kulingana na bei iliyokuwepo sokoni kwa wakati huo. Lakini faida yake ni kwamba ni rahisi na ni haraka kutumia, ila changamoto kubwa ni kwamba bei inaweza kubadilika kidogo wakati order inatekelezwa. Kwa kitaalamu hiyo inaitwa slippage. Sawa? Yaani wakati order inatekelezwa bei inaweza ikafluctuate kidogo. Mfano tuashume umeweka take profit yako kwenye 2.5%, lakini 2.5% kwa mfano kwenye sarafu ya Solana ilifikiwa inakuwa Solana amefika dola 230. Lakini wakati anaenda order Binance au exchange yako inaenda close order at 230 pale. Sasa bei ina fluctuate kidogo, inarudi nyuma kwenye 230 kwenye 228. Sasa hili inaitwa slippage. Order yako itakuwa closed, lakini ikishakuwa closed kuna kiwango kile ambacho utakiwa kukipata hautokipata. Lakini aina nyingine ya order tuna limit order. Hii unaweka bei unayoitaka exchange iondolie, lakini pia unaweka bei ambayo unaitaka ili exchange iuze. Lakini faida yake kubwa ni kwamba unadhibiti bei ya kuingilia sokoni, lakini pia inapunguza ile slippage. Kumbuka tumesema slippage ni ile tunasema kwamba kubadilika kidogo kwa bei wakati order yako inatekelezwa. Sawa? Na nikaelezea vizuri pale juu. Kwa sasa manake hii limit order inapunguza ile slippage, lakini changamoto kubwa ni kwamba haitatekelezwa kwa kama soko halitogusa ile point yako muhimu uliyoiwekea. Yaani kama soko halitogusa ile point yako muhimu, basi haitotekelezwa hiyo order. Lakini tuna stop limit order. Hii ni order yenye masharti mawili. Kitu cha kwanza unaangalia kwenye stop au trigger price. Stop au trigger price. Tukisemea trigger price ni bei ambapo soko likigusa katika hilo eneo order yako ndio inatekelezwa. Lakini limit, bei unayotaka kununua au kuuza baada ya trigger kuguswa. Sawa, yani baada ya ile stop yako ikiguswa au trigger point, sasa bei unayotaka kununulia ndio kununua au kuuza ndio limit. Sasa faida yake hutumika kwa stop loss na breakout entry. Na mfano wake ikawa kwa mfano kama Bitcoin yupo dola 61, unaamini ikivunja dola 62 itapanda zaidi. Sasa unaweka stop kwenye 62 na limit kwenye 62 na 0.50. So soko likigusa 62 order inafunguka automatically. Sawa? Kwa maana ni kama range kwa kutoka kwenye 62k hadi 62 na 050 ndo order inafunguka. Lakini tuna stop market order kwa kama stop limit lakini baada
baada ya trigger kuguswa inatekelezwa kama market order. Sawa? Yani baada ya trigger kuguswa yenyewe itaingia sokoni kama market order. Ambapo market order tumesema kwamba inaingia sokoni at live market, live price inakuwepo. Kwa maana na hii baada ya kuwa umeweka stop, maana nimeweka $60 labda. Sasa ikishafika 60 pale pale ita execute trade automatically. Lakini tuna take profit and stop loss. Take profit ni kufunga trade ukiwa na faida ulioipanga, lakini stop loss ni kufunga trade ukifikia kiwango cha hasara ulichopanga. Sasa tukisema kiwango cha hasara ulichopanga, kwa lugha nyepesi ni kwamba hasara ulioikubali. Kuna wakati soko linageuka. Sasa kuna point ikifikia unasema kwamba mimi nimekubaliana na hii hasara, basi ngoja nitoke soko. Niko hizo ndo aina za order za msingi unazotakiwa kuzijua, ila kwa ninyi mara nyingi tunatumia limit order na market order. Hizo order nyingine tuzitumii sana because zimekaa kitaalamu zaidi. Lakini tukizungumzia swala la order book. Order book ni nini? Order book inaonesha order zote za kununua na kuuza sokoni kwa wakati halisi. Sasa order book ina sehemu nyingi. Kuna kitu cha kwanza inaitwa buy orders ambayo ni green side, watu wanaotaka kununua au buyers, sawa? Lakini tuna ask orders, red side, watu wanaotaka kuuza, kwa lugha nyingine tunaita sellers. Lakini kuna kitu kinaitwa depth chart. Huu ni mchoro unaoonesha nguvu ya wanunuzi na mauzaji. Kwa hiyo utakuonesha ile intensity, strength ya mauzo au manunuzi, sawa? Sasa jinsi ya kusoma order book na namna ya kuitumia. Buy ikiwa ni kubwa au ile green, maana hapa pressure ya kununua iko juu, soko linaweza kupanda, maana ni bullish. Sasa kwa sometimes wale wanaojua kuisoma order book kitaalamu zaidi tunaitumia kama entry au baada ya kumefanya analysis yako alafu ukasoma order book ya sarafu husika, inakusaidia wewe kuingia with the full of confidence kwamba hii sometimes inatumika kusoma psychology. Kumbuka soko letu linaendeshwa na vitu vitatu, tuna fundamentals, tuna sentimentals na technicals, lakini vitu vyote vinategemeana. Ni sawa na una stool ya miguu mitatu. Sasa ukitengua stool yenye, ukitengua mguu mmoja, maana ile stool haiwezi kusimama. That's au market technical analysis, fundamental analysis and sentimental analysis works. Kwa hivyo vitu vyote vinatakiwa visimame sawa na vikae shwari. Sasa order book ipo kwenye upande wa sentimental, maana utaweza kusoma psychology of the market kwamba kitu gani kinaweza kutokea sokoni, buyers wanafanya nini, sellers wanafanya nini, sawa? Kwa ndo hapa. Kwa kama buy au green area itakuwa ni kubwa, maana pressure ya kununua iko juu sana, soko linaweza kupampu muda wote. Kwa mfano wewe umefanya analysis ya coin yako, kaona coin inaelekea kupanda, imefanya pattern nzuri ya kupanda. Ukaja ukasoma order book ya ile coin, unaona bado ipo kwenye green, maana unachojua kwamba psychology yako na traders zimeenda sawa. Kwa sasa kinachofuata you execute a trade. Lakini ask akiwa kubwa, maana ready, pressure ya kuuza iko juu sana. The same as green, kama pressure ya juu iko juu sana, bearish, then unaweza kufungua short position. Sasa matumizi ya order book, kuelewa nguvu ya soko au market sentiments. I have already said that inatumika kuelewa market sentiment. Sentiment ni masuala ya psychology of the market. Unaangalia wale big players of the market wana mood gani kwa wakati husika. Lakini kupanga entry na exit point. Kwa kama unataka kununua bei ya chini, weka limit karibu na sehemu yenye buy nyingi, sawa? Manake buy ni soko linalotaka kupanda. Kwa kama wewe unataka kununua chini sana, weka limit sehemu ambayo ina buy nyingi. Lakini kama unataka kuuza juu, weka limit karibu na sehemu zenye aski nyingi, sawa? Manake sehemu zenye aski nyingi soko linakaribia kushuka, kwa kule unakoweka kuuza sana. Kwa vitu muhimu vya kuzingatia. Usitumie market order bila mpango. Angalia order book kwanza.
market order nzuri kwa sababu una execute live market, lakini usitumie. Soma order book kwanza uielewe kiongozi wangu. Nataka kuelekeza namna ya kusoma order book kwenye masomo yanayofuata, lakini weka take profit na stop loss kila wakati ili kulinda mtaji. Usijiamini kupitiliza. Unajua traders wengine hawaweki stop loss. Sawa. Ni kweli uweke stop loss, lakini utaweza kama baada ya kupoteza mtaji wote utaweza kuanza tena upya kutrade? Jibu ni hapana. Wengi wetu ni kwamba tuna mitaji ya tia mchuzi pangu patupu, kwa unakuta ukipoteza ndo umeisha. Kwa weka stop loss then ikusaidie kuweza kurudi kwenye game, lakini usikose kutumia order book kusoma nguvu ya wanunuzi na wauzaji, kwa sababu nyinyi wengi mjaanza kusoma technical analysis na hizi zote fundamental na sentimentals. At the beginning mtakuwa mnapokea signal. Kwa hizi signal mambo kama hayo tunayazingatia ili tuwe na best entry, japokuwa we are not the big players of the market. Sometimes the market tend to change, kwa unatakiwa na kufluctuate kulingana na hali ya market. Ndio maana tunaku encourage you manage risk, lakini epuka kuingia sokoni kinyume na direction ya soko unaiona kwenye market. Kwa kuna principles za futures. Miongoni mwa principle kati ya zile principle 5 inakuambia kwamba never or don't trade against the market trend. Yaani wewe soko linapanda ukaamua kutrade unashuka, kiongozi umeisha. You are fired my reader. Sawa? Kwa sasa wewe cha kufanya trade kulingana na trend. Soko linapanda na wewe panda, soko linashuka na wewe shuka. Likipanda panda nalo, likishuka shuka nalo. Lakini sio unashuka bila mipango maalum au unapanda bila mipango maalum. Sawa? Kwa things are easy kama kunywa maji, lakini things are not easy as you look at it. Kwa nadhani niwatakie mwendelezo mwema. Tutakutana kwenye somo jingine inshallah.